ni Koi TV. Kwa majina naitwa William John Mstar, ni mtumishi wa kanisa la Beloya Mbezi Beach, maeneo ya Makonde. Naishukuru Mkoi TV kwa kunipa kibali cha kusimama mbele yako, kukaa mbele yako, kusimulia simulizi ambayo ni ya kusisimua sana, kwa sababu maisha niliyopitia ni magumu mpaka kufikia utumishi huu. Na maisha niliyopita yalinifanya mpaka nikaingia sehemu mbaya, nikanusurika kufa, mpaka kufikia kiwango cha kushika silaha na kufanya wizi mkubwa wa ujambazi. Hivyo naomba uungane na mimi ili uweze kujifunza kitu katika maisha niliyopitia. Nimezaliwa Bugili, kijiji cha Bugili mkoani Dodoma, wilaya ya Chamwino, miaka iliyopita, mwaka 85 huko miaka ya nyuma. Lakini baada ya maisha kuendelea, nilijikuta tayari niko na mzazi wangu hapa jijini Dar es Salaam, na nikiwa na umri wa kuanza shule. Hivyo nilianza shule ya msingi pale ya Mwananyamala, na baada ya hapo maisha yakaendelea. Lakini wakati nakuwa, nilikuta wazazi wangu wamekwisha kutengana. Yaani baba na mama walikuwa wameshaachana. Mama yuko Dar es Salaam, mama yuko Dodoma, baba yuko hapa Dar es Salaam. Lakini pia baba alikuwa tayari ana mke mwingine ambaye ni mama yangu tayari, ni mama yangu mdogo naweza nikasema, au ni mama wa kambo kwa Kiswahili kingine. Na pia nilikuwa tayari nina mdogo wangu amekwisha kuzaliwa wa kike ambaye ni Ana. Basi wote kwa pamoja tulikuta tunasoma shule, lakini maisha yaliendelea. Na baba alikuwa mfanyabiashara mkubwa hapa jijini Dar es Salaam, alikuwa na mabucha, na alikuwa na maeneo, alikuwa na eneo Makongo, alikuwa na eneo hapo Tangibovu. Maisha yalivyoendelea, baadaye nikajikuta tu wazazi, baba ananiambia inabidi nirudi Dodoma nikakae na bibi. Kweli mimi nikajikuta niko Dodoma tena, nikaenda kuanzishwa tena shule kule, nikaendelea. Lakini haikuchukua muda mrefu, nikaona mzazi baba na mama nao wamekuja Dodoma. Kilichoasibu kwa kweli sikujua, lakini niliona tu amerudi na wote tukawa tunaishi Dodoma. Lakini pia nilichokuja kutambua kwamba zile mali ambazo tulikuwa nazo hawana tena. Yaani baba hana tena zile mali, tayari amekwisha kufilisika. Kwa hiyo tuliendelea kukaa pale maisha yale ya kambo na mama wa kambo, lakini kwa bahati mbaya mama wa kambo inawezekana hakuweza kuvumilia yale maisha. Akaamua kuondoka yeye na familia yake, akarudi tena Dar es Salaam Goba. Kwa hiyo mimi nikabaki na baba akiwa hana mke, mimi naishi naye. Lakini pia baba akajikuta ameshakuwa mlevi wa kupindukia. Yaani mimi naenda shule, nikienda kule na chapwa, nadaiwa ada, lakini nikirudi kwa baba kumueleza, naye baba ananichapa, ananiambia nenda shule. Kwa hiyo ikawa vurugu, kwa sababu baba alikuwa analewa, yani haelewi kitu kinachoendelea. Jambo hilo lilinifanya nikatoroka, nikaondoka pale kijijini Bugili, nikatorokea mjini pale Dodoma mjini. Nilimtafuta mjomba wangu kwa sababu niliambiwa yuko mjomba pale Dodoma mjini, nikampata. Baada ya kumpata nikaanza kuishi naye, lakini pia haikuchukua hata mwezi mjomba akawa amenichoka na yeye akawa ananifukuza kutokana na hali yenyewe ilikuwa mbaya sana kipindi hicho. Basi nikajikuta nimekuwa mtoto wa mtaani. Maisha yakaendelea mtaani, nikawa naishi maisha ya mle sokoni. Nilihamia sokoni pale, soko kuu la Majengo. Watu wengi wa Dodoma wanafahamu lile soko la Dodoma Majengo. Tukaa tuko mle tunaokota ndizi, tunaokota vipande vya samaki, tunaokota vipande vya mkate. Maisha kama haya watoto wa mtaani nafikiri mnafahamu, wengine unakuta ugali umetupwa jalalani mnaokota. Ndio maisha nilikuwa naishi. Lakini kwa bahati nzuri au bahati mbaya, katika maisha hayo akatokea brother mmoja ambaye siwezi kumtaja jina lake, ambaye aliniona akaniambia, dogo vipi? Nikamwambia poa. Akaniambia vipi, naona kila siku unazurura tu, unaishi wapi? Nikamwambia kwa kweli brother, mimi sina pa kuishi. Akaniambia kwa nini, wazazi wako wako wapi? Kwa sababu ya kuogopa labda kurudishwa nyumbani, nilihofia wanaweza kanirudisha nyumbani nikaenda kukutana na baba na kile kipigo cha kupigwa kila siku, mara shule mara wapi, napigwa tu sieleweki.
Nikabidi nidanganye kwa nikamwambia mimi wazazi wangu wote wamekwisha kufariki. Maisha hayo alioniona niko naye yule brother akaniambia sasa mdogo wangu mimi naweza kukuchukua tukakaa lakini kwa kazi moja tu. Nikamwambia kazi gani bro? Akaniambia bwana wewe utakuwa unafanya tu kazi hapa moja tu, nitakupa basikeli, kuna sehemu mzigo utakuwa unapeleka kijiji fulani na kunirudishia. Kijiji hicho kilikuwa kinaitwa Mchito. Unabeba begi unapeleka na kula unapewa begi unaleta. Lakini pia alinipa kwa masharti. Akaniambia bwana mzigo ninaokupa wewe utajibu kufungua. Cha msingi fikisha na mzigo unaopewa kule usifungue rudisha. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi hiyo ya bro, naenda narudi. Kweli maisha yalibadilika, kama ninunulia kibasikeli kimamteni, nikawa ninatembelea kwa ajili ya safari hizo. Lakini pia maisha yangu yakawa mazuri, nikawa silali tena jalalani, nalala sehemu nzuri, nakula chakula kizuri, ananipa pesa natembea. Mimi ni mlevi sana wa kuangalia movie. Kipindi hicho nilikuwa naangalia movie za kina Cheki Noise, movie za kina Cheki Noise, za kina Komando Kipenzi. Kipindi hicho ukisikia banda la video yani unazamia unaweza nikaingia asubuhi hadi jioni. Kwa hiyo nilikuwa nikimaliza majukumu yangu napewa pesa kwenda kuzunguka kwenye banda la video wapi. Kwa hiyo yani brother kiukweli nitokea kumpenda alafu nikawa mwaminifu kwake. Tulikuwa tunapewa begi dogo dogo, lina uzito wa kawaida tu wala sio mzito mkubwa sana. Latu ni begi la kawaida ambalo unaweza ukalibeba ukakaa nalo mgongoni, unaweza kuzunguka nalo hata kutwa nzima. Kwa hiyo ndio mzigo ambao nilikuwa napewa. Nikafanya kazi hiyo kwa uaminifu kwa muda. Siku moja nimepeleka mzigo kwa brother kule na nilikuwa kule katika kijiji cha Mchito, narudi nimepewa kile kibegi ambacho nilikuwa nimepewa kutoka Mchito narudisha sasa. Nikakuta pale kwa brother madefender yamejaa. Yaani magari ya polisi yamejaa pale. Kuangalia vizuri nikamwona brother naye kakamatwa. Nilipotaka kusogea kwa sababu tulikuwa tushaishi kwa maisha kwa muda mrefu kama rafiki kama ndugu yangu. Kuna baadhi ya ishara alikuwa ananiambia bwana ukiona na kutingishia kichwa wewe usisogee kwenye eneo ambalo nipo, ni hatari na wewe fuata mambo yako. Kwa hiyo nikawa naishi kwa maisha haya. Kwa hiyo nilipotaka kumsogelea katika jaa pale niulize nini kinaendelea, akaniambia bwana, akanipa ishara kwamba bwana usisogea. Sasa mimi nikashindwa kuelewa, kwa hiyo ikabidi tena nigeuze basikeli nikarudi tena Mchito. Umeona, nikaenda kumuelezea yule ndugu yangu ambaye nilikuwa nampelekea kwa kipindi hicho, kwa sababu nilikuwa simjui hata jina. Mimi nilikuwa namuita brother na yule namuita brother. Nikampelekea nikamuelezea, akaniambia bwana dogo wewe cha msingi kaa hapa tuangalie brother yako anaweza kutoka vipi. Huo ni msala tutakuwa umempata mdogo lakini haina shida. Kweli bwana mimi nikaendelea kukaa na brother. Sasa maisha ya kule kijijini kwa kuwa nilikuwa na kibasikeli na zurura napita huku na kupita huku. Lakini pale walikuwa wanafanya mazoezi ya kupiga vyuma. Yaani wanafanya mazoezi ya viungo. Kila siku ifika jioni naona watu wanakuja wanafanya mazoezi wanaondoka. Na mimi nikajiunga nao kwenye mazoezi kwa sababu nilikuwa nakula kwa kweli, kwa swala kula tu ilikuwa haina shida. Tunakula, nafanya mazoezi. Nikafanya mazoezi kwa muda mrefu sana. Yule brother nikaja kujua jina lake alikuwa anaitwa Idi. Kwa hiyo kiufupi watu tulikuwa tunamuita Master Idi. Kwa hiyo Master Idi akaniunganisha kwenye mazoezi, akaniambia dogo fanya mazoezi vizuri, nikapiga mazoezi. Mazoezi yalivyoendelea mwisho wa siku akaniambia sasa dogo sasa hivi unatakiwa ujifunze mazoezi vizuri ili uwe konki. Yaani uive ili tuweze kufanya kazi, kuna kazi za kufanya kuliko ni kukaa bure. Kwa kweli na mimi kwa sababu nilikuwa natamani sana kufanya kazi. Kwa hiyo na mimi nikajiunga na hayo mazoezi. Lakini ninapozungumza watu wanaofanya mazoezi walikuwa wanakuja vipande vya watu walioshiba kweli yani. Ukicheki unaona kweli jitu limeshiba. Vipande vya watu wenye sura ngumu. Sasa na mimi nikaa navutiwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo kiufupi na mimi nikajiunga na yale mazoezi. Tukaendelea kufanya mazoezi. Nilichukua kama miezi miwili tokea nianze kufanya mazoezi. Brother akaniambia sasa dogo sasa hivi ushaiva kwenye swala kupiga vyuma nondo fresh nini uko vizuri. Nikaanza kupewa mazoezi sasa ya kupigana, yani mnapigana ngumi nini, yani ngumi kweli, yani mtu akikwambia bwana pigana naye ukaita mchezo anakupiga kweli. Kwa hiyo tukafanya mazoezi. Nilipomaliza kipindi hicho cha mazoezi akaniambia sasa dogo hapa ushakuwa konki bado kitu kimoja. Ambia kitu gani hicho brother? Akaniambia wewe hapa tayari ushaiva kwenye masuala ya mapigano nini, sina shaka na wewe kwenye masuala ya pumzi uko vizuri. Ila kuna issue ambayo natakiwa tujifunze. Kaambia issue gani? Akaniambia kesho tutaenda, lakini leo ikifika jioni nitakupa hiko kitu ambacho natakiwa ujifunze. Kaambia fresh. Basi maisha yakaendelea.
Kweli bwana, ilipofika jioni blaza akaniita, tukaingia ndani. Kule ndani yamepangwa magunia ya uwele. Ninapozungumza magunia ya uwele, watu wengi wa Dodoma wanafahamu uwele kwamba yani yale magunia yamejazwa punje za uwele, mtama ule wa uwele. Watu wa Dodoma wanaujua na nadhani na sehemu nyingi watu wanazifahamu, wanalima sana mambo ya uwele, mtama. Basi tulipoingia mle kwenye magunia ya uwele, blaza akapangua gunia la kwanza, tukapangua la pili. Akaniambia, dogo, sasa hapa ndo kuna huo mzigo na utaka kukupa. Alipoingiza ule mzigo kutoa, akatoa kipisi cha SMG kimekatwa. Akaniambia, dogo, sasa hasa kipindi hicho mimi sijui kwamba hiyo ni SMG, nahitaji SMG kwa sababu sasa hivi nishaijua kwamba ile inaitwaje. Lakini kipindi hicho napewa nilikuwa sijui kwamba inaitwaje. Mimi nikatolewa tu ile SMG kifupi, yani SMG imekatwa kipisi. Akaniambia, sasa dogo, hii ndo kazi ambayo yani ndo mazoezi ambayo atakayofanya sasa. Kweli bwana, mimi nikachukua ile SMG. Akaniambia, bwana, sasa hivi utaenda nayo kulala. Mimi nilikuwa nalala ghetto karibu tu, wala sio mbali. Nikachukua ile SMG kwa sababu nilikuwa sijui, mimi nikaenda nikaweka kama mto tu, nikalalia kichwani mpaka nilipofika kesho yake asubuhi. Brother akanifuata, dogo, ule mzigo unao? Nikamwambia Akaniambia, basi chukua baisikeli yako tuondoke tukajifunze. Kweli bwana, tukaingia kwenye, tukapanda baisikeli, tukaenda kuna kule maeneo ya Mchito. Watu wanaofahamu Mchito kwa mbele kidogo kule karibu na Kongogo kule, niseme maeneo ya Kongogo huko, kuna poli moja huko, ndo tukaenda kujifunza. Kwa hiyo akawa ananielekeza tu namna kuweka silaha, namna kufyatua, namna kufanyaje. Lakini sema kweli, yani sijawahi kupiga yani kama risasi yani wemo kipindi hicho nipige ilia, hapana. Yani tulikuwa naonyeshwa tu, bwana, hii inawashwa hivi, inafanywa hivi. Mazoezi kama ya mtu kama ilichukua kama wiki 2 hivi na karibia mwezi. Baadaye akaniambia, sasa dogo, hapo ushakuwa fresh kwa ajili ya kazi. Ambia kazi bro, ambia basi poa, haina neno. Kwa sababu mimi mwenyewe unajua nilikuwa nishachoka. Tokea nilipotoka kwa bro kule, yani kwa sina kazi. Mimi kazi yangu kula na kutembea kijijini, na vijijini pindi hicho umeme hamna ujio. Kwa hiyo nakuzunguka tu. Kwa hiyo hata ile starehe yangu ya video nini ilikuwa hamna tena. Kwa hiyo bro, yani akaniambia, bwana, sasa dogo, hapa ushakuwa konki, yani fresh kwa ajili ya kazi. Nikamwambia, kazi gani? Akaniambia, kazi kama ninavyozifanya mimi. Wewe unaona maisha nilionayo, maisha mazuri, maisha yatakubadilisha na wewe utaheshimika hapa. Kila mmoja, hata kama ukitaka kuishi mjini popote pale, wewe unaweza kuishi kwa ajili ya kazi hiyo. Nikamwambia, kama ndio hivyo fresh bro, kwa sababu mimi mwenyewe nishachoka maisha yenyewe ya kukaa mtaani. Unajua kipindi hicho nafikiria tena kama brother atakuwa hatoki kule, narudi mtaani. Sasa imetokea kazi na mimi nataka kazi. Kwa hiyo bwana, kweli kawa siku hiyo tukanashangaa. Siku hiyo tumefika jioni, tumekaa pale tumepiga mazoezi. Bro akaniambia, bwana dogo, leo ndio siku yenyewe, sasa tunaenda kupiga kazi. Nikamwambia fresh, hamna noma. Kweli bwana, ikafika tukapiga mazoezi. Ilipofika jioni nikashangaa watu wanakuja, mara wanaingia, wale watu ambao nilikuwa nawaona mara moja, watu mbavu wameshiba, wale ambao nilikuwa nawaona mara moja, wengine hata kuwaona nilikuwa siwaoni. Yaani wakaja watu kibao, tukawa kama watu 8 hivi. Basi bwana, kila mmoja anatukaja pale, kwa wengine wakapakiana kwenye baisikeli. Mimi baisikeli changu bahati mbaya kilikuwa kinaga kiti. Kwa hiyo mimi niko peke yangu. Kwa hiyo tukaingia sehemu moja hivi, watu wa Dodoma wanaijua sehemu moja na kuita Chemchemu huko, Tinaye unakatisha huko, unaitwa Chemchemu. Tukaingia kijiji kimoja hivi ambacho mpaka leo hii kwa kweli wasikikumbuki vizuri. Hivyo ingia kijiji kile, tukakaa polini. Tulikaa maana tulifika mapema, tukakaa sehemu tukatulia. Wakasema sasa hapa cha msingi hapa tuvute muda mpaka muda ambao tutapata ujumbe kutoka kwa mtu wetu. Basi bwana, sisi tukakaa polini, tunapiga tu story, watu wanaokula vitu vyao hivyo yani. Watu tukawa tumekaa pale tunapiga story nini, watu wanaendelea. Baada ya hapo mzee nikaona amekuja mtu, akaniambia bwana, akasema bwana, kule mambo yanaenda vizuri. Fresh. Mtu akaondoka tena. Tukakaa, ilipofika mida ya saa 2 hivi, Master akasema, bwana, hapa muda tayari wa kwenda mzigoni. Kweli bwana, tukaenda tukasogea, yani kwa tukuta polini, yani polini, afu kuna bonge la jumba, yani yale majumba ya Kigogo watu wanayajua, matembe yale limechora kama 7 hivi. Tukapanda, yani tulivyoenda hapa tukasogelea, tukatulia kidogo. Ikapigwa tu tochi, wanaojua tochi za mabetri za kipindi hicho, ilipigwa tu tochi mara 2. Akatoka mjumbe kule kuja kutuambia, bwana, kule mambo yako vizuri. Alipokuja akaseti akasema, bwana, kule mambo yako vizuri, sasa hivi watu wamekaa wanakula. Umeona bwana? Basi bwana akaja
akashtua. Sasa kumbe mimi nilichokuja kugundua kwamba yule jamaa ambaye alikuwa anakuja kutupa taarifa yani ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa tayari kashatangulizwa, yani yuko pale. Sasa sikujua ni mwenye familia katikati yao au wa kijiji pale, ila sikujua. Mimi nilichoona tu kwamba nilikuja kugundua kwamba kule kulikuwa kuna mtu ameshaagizwa tokea mwanzo, yani yeye ndo alikuwa anatupa ramani zote. Umeona bwana? Alipokuja kutupa taarifa, alipopigwa tochi akasogea. Akaja akasema bwana sasa hivi watu wanakula. Umeona? Sisi tukasogea. Blaza akatuambia sasa hapa tunahesabiana. Yule jamaa alitangulia. Alipotoa taarifa yakaenda. Blaza Idi akatuita. Tukaenda tukakaa nyuma ya tembe ile ilivyochora 7 ile kama ilivyokuambia, yani nyumba imechora 7 afu kuna zizi la ng'ombe kubwa. Wamezungusha wigo wa miba. Tunaita mlulu. Kigogo huko Dodoma wanajua maana mlulu, yani ni fence ananilia miba. Basi bwana tumevutana tumepanda kwenye lile tembe juu kule. Tulipopanda sasa kwenye lile tembe, Master Idi akaniambia sasa mdogo wangu chuma hii hapa. Ndio nikapewa sasa ile SMG. Akaniambia bwana si unajua namna ya kuiwasha? Nikamwambia najua. Akaniambia hiyo chuma leo ulikuwa unaiwasha haina kitu, lakini ile chuma ina mzigo. Kwa hiyo unapoipiga ishike vizuri. Nikamwambia fresh haina shida. Basi bwana watu wakahesabu 1 2. Watu walikuwa wamekaa ujue chini pale, wamekaa yani virundo hapa wanakula wanawake, hapa wanakula wanaume, sijui watoto. Kwa hiyo wale walizungukwa yani kwa juu. Bila wao kujua sisi tumesimama juu ya tembe, wao wako chini. Yani tunawachungulia wako hapa chini. Jamaa akahesabu 1 2 3, watu wakaruka chini. Waliposhuka chini pale chini, rafiki yangu ndugu mtazamaji, yani niliona kama video. Unajua hizi movie unazozionaga kwenye TV, nilikwambia nilikuwa naangalia movie. Sasa nikajiona ndio movie, alafu na mimi mwenyewe niko mule. Unaambiwa watu wakaanza kupigwa virungu, tulia wewe, piga. Watu wanapiga kelele vibaya yani. Yani kana jiuliza hivi ni movie au kitu gani? Nikabaki nimeduaa, yani uwezi amini ndugu mtazamaji. Watu wanapigwa kweli yani wanatulizwa, wanaambiwa wanatulizwa virungu yani vipisi, wengine na vipisi vya nondo, naambiwa ilikuwa ni balaa. Yani mpaka nikaa na shangaa nikaduaa. Nikaambiwa dogo washa. Baada ya kuanza kusikia zile kelele zimekuwa kubwa, watu wanaambiwa tulia, hawaelewi, wanapiga kelele. Watu wanapiga kelele mzee, watu wanapiga kelele. Yui uchulaga, watu tulia ukule nyama le. Watu kama hivyo, watu wa Dodoma wanajua maana ni tulia cha kupiga kelele. Nyamaza. Basi zile kelele zilipozidi kuvuma sasa si ndo watu wakawa wanakuja kijijini huko. Watu wamesikia kelele zile na mayoyo waliokuwa wanapiga. Ndo Master akaniambia bana wile, oya dogo amsha, sababu kula tuitani majina ujue, kule tumepeana majina fulani hivi. Mimi nilipewa jina njiani ujue. Nikamwambia wewe kule utakuwa unaitwa Kamanda Mdogo. Nikasikia Kamanda Mdogo washa, nikamwambia fresh. Kweli bwana mimi nilivyoikoki baba ilivyolia uwezi amini ndugu mtazamaji. Kitu kilinichanganya, nikajikuta nimezunguka maana ule mlio ulipotoka mpaka masikio yakawa naita. Kumbe nimegeuka yani kule nilipokuwa nimetakiwa niangalie wakina Master, nimegeuka nikawa nimewapa mgongo yani. Mara Master sasa yeye aligundua kwamba nimeshachanganyikiwa, nikachangaa tu kwa nikapora tayari kawaka faster. Yule nikapokuambia Master ni Master kweli maana aliruka mpaka ananivua hiyo kitu, mimi sikuelewa kwa sababu nilikuwa nimelivaa kabisa. Umeona? Maana nikasikia imelia nyingine ndugu mtazamaji acha nikwambie, ilibidi nilale chini yani mimi mwenyewe nililala chini yani kwenye tembe nikanyoosha hivi mikono. Maana nikajishtua tunaamshwa na Master Idi, anambia bwana amka. Nilipokuja kucheki yani sasa wenge limeshatoka. Uwezi amini ndugu mtazamaji yani hakuna hata mtu niliyokuwa nasikia. Zile kelele nilikuwa nasikia hakuna zote kimya. Unaambiwa mpaka wale wadudu wanaolia usiku wale wanalia tunawaita nyenze kule. Hakuna, kulikuwa kuna mbwa wanabweka kimya. Mashine hiyo imelia. Kipisi unaambiwa. Basi bwana baada ya hapo mzee akawa anapiga sasa. Baada ya kuona kimya kimetulia mzee akawa anapigwa watu wamefungulia kula, wametoa njia ili ng'ombe wanyanyuke. Kila wakipiga ng'ombe hawanyanyuki. Ndio watu wakasema bwana mzee yena ng'ombe, yani kwa Kiswahili ana fimbo huyo, fimbo ya ng'ombe. Watu wakamfuata bwana mzee lajile ng'ombe, yani onyesha fimbo. Basi bwana wezi amini yani mzee mwisho wa siku alipopigwa sana kipigo kilivyoingia kabidi afunguke tu, akasema bwana mimi bwana na nilifimbo yangu kwamba naenda mtoe kinyoya cha kwenye ng'ombe mkubwa mmoja tu. Yule mkubwa kulikuwa kuna ng'ombe moja kubwa yani ile la kiume dume lile. Kubwa limelala, akasema nyofueni kwenye mkia kule kinyoya tu mkiwaonyeshia wananyanyuka. Basi bwana kweli bwana tulivyoenda watu wakinyofua kufanya hivi ng'ombe wakaamka. Tukaanza kuondoka. Hiyo safari unaambiwa tulianza kuondoka yani mwendo mchaka.
Lakini huwezi amini kwamba yani wale ng'ombe jinsi nilivyokuwa namjua ndio nilipokuja kumjua sasa Master Idi vizuri kwamba yule ni noma. Yani kwamba na uchawi humo. Unaambiwa wale ng'ombe kila wakinya mavi yani kwa muda huo wanaliwa na mchwa. Yani mtu akija anaweza kafikiria hapa ng'ombe amepita mwaka jana. Safari ikaenda kufika sehemu mnachochea moto, mnawasha moto mkubwa, mnaweka magogo kibao, mnachinja ng'ombe, ile ng'ombe anapakwa dawa. Nilipomuuliza Master hii nini, ananiambia wewe dogo bado mgeni kweli rafiki yangu na shangazi. Hii hapa watu wakija kula nyama yani miguu inachoka, kwa hiyo watu hawawezi kuendelea kuwafukuza. Basi bwana tukaendelea tukapeleka mtindo huu yani tunaenda tunachinja ng'ombe, tunachinja ng'ombe mpaka tukafika sehemu moja hivi kuna bonge la poli kubwa. Na ndio tulipoacha na basikeli zetu yani poli, alafu kuna limbuyu kubwa. Pale tulipofika tukakuta kuna watu wakatupokea ule mzigo, wakasema sasa dogo si kazi yetu imefanyaje? Imeisha. Hapo tukarudi. Huwezi amini yani niliporudi unaambiwa yani kile kitu kilikuwa kinajirudia kichwani yani yani kana jiuliza hivi kweli nilikuwa naota, maana tujue swala hilo limefanyika usiku ujue. Asubuhi kuna pambazuka watu tuko nyumbani utafikiri tulikuwa tumelala nyumbani. Nikana jiuliza hivi swali nilikuwa naota au live, maana kila kitu nilichokuwa nakiona mpaka nakumbuka movie nilizokuwa na cheki kule Dodoma mjini town. Basi bwana siku ikapita, siku ya kwanza, siku ya pili kwa kuna mnada kijiji kimoja kinaitwa Msisi. Maana pale Ngome na Msisi ni karibu. Kwa hiyo tukaenda pale Msisi. Master akaniambia bwana dogo kazi uliyofanya jana, chukua hii hela nawe kanunua angalau hata pamba nini, una hata pamba za kubadilisha. Kusema kweli yani tokea nilipokuwa nimehamia pale zile nguo nilizokuwa nimeenda nazo ndio zilikuwa hizo. Kwa hiyo siku hiyo bwana nikapewa hela ya nguo, nikapewa hela kwenda kununua buti. Huwezi amini usumati ukarudi tena kama nilivyokuwa town. Basi kwa sababu niko pale na tunaendelea na maisha yakaendelea. Usikumbuke kipindi hicho tunaendelea kufanya mazoezi yani tizi kila siku. Tunafanya tizi yani tizi kula. Tayari nishakuwa na mimi mmoja wao Master mdogo naitwa jina hilo. Jina hilo ujue usiku tu. Basi bwana kuna muda mwingine tulipofanya ile tukio tulikaa kidogo, lakini kama watu mimi nashangaa na sisi kipindi hicho mtu unataka mboga yani unaenda unakamata hata mbuzi tu. Nishakuwa mbaya yani roho ya ubaya ishaingia moyoni. Kwa hiyo yani mimi nikikuta hata kuku wa mtu mimi napita naye tu, ni mradi na hamna mboga natoka tunaenda nakamata kuku nafanyaje ubabe yani kwa mwanzo mwisho mpaka mtaani wakawa wananijua. Ona mazengo wewe baba nani yakulimia mulume afungwa kwe Nikoi TV.